Hey guys, tunaendelea na part 2 sasa. Kuna mtu alikuwa amenivurugia video yangu. It's okay. Kwa hiyo nikamwambia kwamba unapokuwa na uhitaji wa kitu, unakuwa unaanza kufanya process ya kuhakikisha unakipata. Inawezekana ulinielewa vizuri kuhusiana na my contents, kuhusiana na vidonda vya tumbo, ila ukataka tu kwamba kupata kama uaminifu, trust kwamba ni kweli sehemu ipo au ni kweli sehemu hivi. Alifika ofisini kwangu, kulikuwa kuna watu zaidi ya 5. Wote walikuwa online, wengine Instagram, wengine YouTube, wamekutana na content zangu kama wamekuja ofisini. Kaambia haya, wamekuja kukuta na watu kwenye foleni na wamekaa kwenye foleni. Na umeona kabisa watu wameondoka hapa na package zao za tiba. Sasa ukisema kwamba umekuja hapa kuuliza tu kwamba ni kweli umekuja tu kuangalia ni kweli tu anapona sio na nini, hiyo sio solution, sio kitu. Kwa sababu vipi kama ingekuwa ni sehemu nyingine, Mungu God forbid isiwe kwangu, wameenda ukakutana na kitu kama hicho na bado wakati watu wakaondoka na packages na bado hakupona, utajuaje? Huwezi ukasema unajaribu kitu. Kwa nini? Kwa kuangalia tu. Ni lazima utumie kitu. Anyway, nikamwonyesha na shuhuda kibao nyingi sana kwenye simu za watu wakiwa wanashukuru kupona vidonda, wengine bawasiri, wengine acid. Nikamwambia unaona watu wote hao, light kama ungekuwa kama wewe, sijui kama situation yako ingekuwa wapi. Basi niliendelea kuongea na yule mama, lakini nilichokuja kugundua kitu kimoja. Yule mama alikuwa depressed, yani alikuwa ana msongo wa mawazo sana, kiasi kwamba hakuwa pia na trust na mtu yoyote. Yani hakuwa na uaminifu kabisa na mtu yoyote wa afya. Kwa sababu nilivyoendelea kumchimba, nikagundua kwamba alikutana na watu wengi sana ambao yani almost like 5 years kila mwaka anapigania afya yake, lakini hakupata suluhisho kabisa. Imagine, mwaka wa kwanza mpaka wa 5 mtu unatoa hela, lakini hupati suluhisho la moja kwa moja, kitu ambacho kimepelekea hadi vile vidonda maskini vikawa vimevuka stage. So at the end of the day na conversation zetu zipoishia ni kwamba niliamua tu kuendelea kumpa ushauri mzuri tu wa kawaida wa afya, and nashukuru Mungu alinielewa, akachukua uamuzi, akasema let me try na hii nusu dozi. Nikamwambia it's okay mama, lakini najua kupitia hii nusu dozi utarudi hapa. So baada ya muda kama siku 15 akanipigia simu, mwanangu, kweli nimeamini, naomba niongeze nusu dozi iliyobaki.